Kikawaida ni ngumu sana kumwamini mtu ambaye tumekutana mtandaoni tu. Wengi wetu fikra za utapeli zimejaa vichwani kwetu kuliko hata kuwaza kuhusu penzi la dhati. Kabla sijasonga mbele msikilizaji, naitwa Zahra, ni binti wa pili katika familia ya watoto wanne, na kwa bahati mbaya kaka yangu alifariki, hivyo nimekuwa ni kama mtoto wa kwanza katika familia yangu. Swala la mimi kuwa binti mkubwa kulifanya wazazi wangu wanilee kwa uangalifu sana, kiasi kwamba waliogopa nisije nikapoteza taswira ya familia yangu, kwani waliamini nikifanya hivyo kutasababisha nipoteze imani ya wadogo zangu kwa walimwengu. Na alhamdulillah wazazi wangu walifanikiwa kunilea vizuri, na wakatamani niolewe mapema mna, ambapo niliozeshwa nikiwa na miaka 20. Ilikuwa ni mwaka 2015. Na uzuri, yule mwanaume akiwa ndio mwanaume wangu wa kwanza. Nilishukuru kwa hilo. Sasa yule mwanaume kikweli sikumpenda, ila kwa kuwa sasa sikuwahi kuwa kwenye mahusiano before, nikaona sasa ni sawa tu, huenda nikampenda mbele ya safari. Unajua tena binadamu kuna wakati tunabadilisha gia mbele kwa mbele. Na kama tunavyojua ukiolewa lazima uzae, ndivyo hivyo kuwa kwangu, kwa maana mwaka mmoja baada ya ndoa nikajifungua mtoto mmoja, na hapo ndoa yangu ndio kama ilipata tatizo. Yule mwanaume hakuwahi kuwa na mtoto, hivyo nilivyojifungua ni kama alitamani zaidi mtoto kuliko mke katika maisha yake. Hivyo nilivyojifungua aliacha kabisa kuwa mume, akaamua kuwa baba rasmi, kwa maana tendo la ndoa la kusuasua tu. Yaani mnaweza mkakaa hata mwezi hamjagusana. Sasa nikahisi ni sawa tu, sikumuuliza. Akawa analeta vyakula vya mtoto na hataki niguse. Yaani hata kwa bahati mbaya mimi kazi yangu ni kupika na sio kula. Akawa hataki nitoke hata nikafanya kazi. Anadai eti naenda kufuata wanaume. Akawa ananunua unga na michele na gesi, na kila siku ananiachia 1000. Yaani hapo ni asubuhi, mchana na jioni. Na kama unavyojua mtoto hawezi kushindia uji na maziwa, lazima ale. Sasa nikawa najibana, asubuhi sili ili ile 1000 natafuta mboga ya kupika mchana, na siwezi hata kufua mpaka nigombane naye, maana hata pesa ya sabuni hakuwa anatoa. Kikweli yale maisha mimi yalinichosha. Nilikuwa ni mpweke sana, yani ni kauzu zaidi ya dagaa. Ukirudi hata ukimwongelesha hajibu, yeye yuko busy na mtoto tu. Asa mfano akawa analeta tray ya mayai ya mwanae, yani akikuta hata moja limepungua, ni ugomvi. Maana anamlishaga mwanae mwenyewe. Mfano akileta mayai au samaki au matunda anamlisha mwenyewe. Sasa mimi nilikuwa ni kama mlezi tu wa mtoto, maana hakunijali. Hakunijali kwa mafuta, wala hakunijali kwa nguo, wala hata 1000 ya kusoka. Nilipauka. Ngozi iliharibika, nywele zikawa hazikoi, na sikuwahi kumwambia yote kati ya niliyoyapitia. So nilikuwa ni mnyonge na mpweke mno. Nikaanza kufanya biashara kwa siri sana. Na uzuri Mwenyezi Mungu akawa ananijali. Naweza kuingiza hata shilingi 3000 kwa siku. Sasa aka 1000 yake akiacha napeleka kwenye mchezo. Kuna mchezo nilikuwa nacheza mwisho wa mwezi, mtu anapokea 100,000 kila siku 2000. Kwa hiyo unaendaga hata mwezi na nusu hivi. Kwa hiyo nikana jibana nacheza mchezo. Sasa zile hela nikawa sizitumii, nikana ziweka tena ndani, na hakuwa na wasiwasi, maana sana najua mimi sina kazi. Kwa hiyo ni ngumu sana kugundua kama nitakuwa na hela. Sasa nikaweka mpaka kafika 700,000. Nikajiingiza kwenye mchezo mkubwa ambao kila mwisho wa mwezi unapokea 1,200,000 na kila mwezi unatoa 100,000. Sasa nikawa nacheza michezo miwili, na baada ya miaka 2 nikawa nina 2,500,000. Nikanunua kiwanja. Hapo mwanaume ananibana mno na bado hanihudumii, nikawa hata sishughuliki naye. Siku moja nikampima, nikanunua kuku mzima, nikampika vizuri tu. Jioni karudi, hata hajauliza, akala vizuri tu. Akaniambia, "Dai, unajua kujibana sana mke wangu. Najua huwezi kuchepuka."